na kuletea historia ya Foka Mike, kiongozi anayepambana kwa Kongo ya kesho, na kuomba usubscribe na usambaze historia kwa wengine. Albert Kahasha Murhula, anayejulikana zaidi kama Foka Mike, alizaliwa tarehe 4 Mei 1969 katika ardhi yenye milima na mawingu ya Walungu huko Sud Kivu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utoto wake ulipita katikati ya kelele za vita visivyokoma, misukosuko ya kijamii na maisha ya watu waliokuwa wakijaribu kuendelea mbele ingawa dunia yao ilivurugika kila siku. Katika mazingira kama hayo, kijana yeyote alitakiwa kukua mapema na kujua kuwa dunia haikuwa mahali pa amani, bali palikuwa mahali ambapo mtu alilazimika kupigania kila kitu: heshima, maisha na ardhi yake. Katika jamii yake, wazee walikuwa na msemo mmoja waliourudia: ardhi ya mababu haitolewi, inalindwa. Sauti hizo ndizo zilizomlea. Hivyo wazo la kupigania watu wake halikuanzia tu kwenye vita, bali kwenye historia, hadithi na uchungu waliouona tangu akiwa kijana mdogo. Kadiri alivyozidi kukua, ndivyo alivyopoteza marafiki, ndugu na majirani kwa sababu ya vikundi vya waasi vilivyovamia vijiji na kuwatesa watu wasio na hatia. Macho yake yaliona mengi, moyo wake ukawa mgumu na wenye hasira ya kupigania haki. Miaka 1990 ilipofika, mashariki ya Kongo ikawa moto, na vijana wengi waliamini hawana kingine cha kufanya isipokuwa kujilinda. Hapa ndipo jina Foka Mike lilianza kusikika katika misitu ya Kivu. Alijiunga na kundi la Mai Mai Mudundo 40, kundi la wazalendo wa kiasili walioamini kuwa maji, ardhi na misitu ni urithi wa mababu na lazima viendelee kuwepo. Kwenye msitu alifunzwa mambo mawili: kupigana bila kuogopa na kutetea watu bila kutafuta sifa. Uongozi ulikuja kwake kama zawadi ya Mungu. Aliwaongoza vijana wenzake kwa ujasiri ambao ulizaa heshima ndani ya jamii. Kwa muda, jina lake likawa mwanga wa matumaini kwa walioishi wakihofia mashambulizi ya kila siku. Lakini kama kawaida ya vita, pamoja na ujasiri kulikuwepo makosa, maamuzi ya haraka na hasira iliyowafanya wapiganaji wengi kukosea njia. Hata hivyo, hakuwahi kuacha kutetea haki ya watu wake. Baada ya ghasia kubwa za nchi kumalizika na serikali kuanza mpango wa kuwaunganisha wapiganaji wa zamani kuingia kwenye jeshi la taifa, Foka Mike alikubali kubadilika. Huu ulikuwa mwanzo mpya kwake, kutoka msituni hadi jeshini. Akiwa kwenye mchakato wa brassage, alionyesha nidhamu ya kijeshi ya hali ya juu. Alipanda vyeo hadi kufikia cheo cha koroneli wa FRDC, jambo ambalo lilimfanya kuwa mfano kwa wapiganaji wengi wa zamani waliotamani kuacha vita. Kutoka sare za msituni hadi sare za taifa, safari hiyo ilikuwa ushahidi kwamba hata mtu aliyekulia katika vita anaweza kubadilika na kuwa sehemu ya ujenzi wa nchi. Hata hivyo, alijua fika kuwa amani si jambo la siku moja, ni kazi ya moyo na mkono. Baada ya muda, aliingia katika siasa, akijaribu kupaza sauti za watu wake kupitia bunge na serikali ya mkoa. Hii ilikuwa hatua kubwa kwa sababu alijaribu kubadilisha Kongo bila bunduki, bali kwa hoja. Aliamini kuwa siasa safi inaweza kutatua kile silaha zimeharibu kwa miaka mingi. Lakini siasa ya Kongo ina mkono mrefu wa rushwa, njama na maslahi binafsi. Wakati mwingine alijikuta akigombana na watu waliopenda madaraka zaidi kuliko amani ya wananchi. Kadiri miaka ilivyozidi kupita, mashariki ya Kongo ilizidi kuwa hatarini. Makundi mapya ya waasi yakaibuka, ardhi ikazidi kuwa na ghasia, watu wakakimbia vijiji vyao. Foka Mike akaanza kuona kama siasa haitoi suluhisho lililohitajika na watu wanaumia bila mlinzi. Hatimaye akatangaza kwamba hawezi kukaa bungeni wakati raia wake wanauawa. Akaamua kurudi tena katika misitu, si kwa tamaa ya vita, bali kwa imani kwamba mtu anatakiwa kuwa upande wa watu wake katika saa ya hatari. Hapa ndipo historia yake inachukua sura yenye mchanganyiko wa uzalendo, maumivu, ukakamavu na ukakasi wa kisiasa. Baadhi walimwona kama mwokozi, wengine wakamwona kama mtu aliyerudi kwenye makosa ya zamani. Lakini kweli pekee ni kwamba alifanya kile alichoamini: kutetea ardhi na watu wake. Safari yake, tangu utoto hadi msituni, kutoka msituni hadi jeshini, kutoka jeshini hadi bungeni, na tena kutoka bungeni kurudi msituni, inafundisha kizazi cha Kongo mambo makubwa kuhusu uzalendo. Inaonyesha kwamba uzalendo si swali la mahali ulipo,
bali ni swali la moyo unaobeba maumivu ya watu wako. Walungu ilikuwa moja ya maeneo ya mwanzo kuguswa na vurugu za makundi ya waasi, masika ya vita vya kikabila na migogoro iliyovuka mipaka kutoka Rwanda, Burundi na Uganda. Vita vilipiga hodi wakati bado ni kijana. Aliushuhudia ulimwengu wake ukibadilika ghafla, kijiji anachokijua kikigeuka uwanja wa mapigano, watu wake wakikimbia usiku na mashamba walizolima kwa miaka mingi yakigeuka kuwa mabaki ya vita. Haya ndiyo mazingira yaliyomlea, yakamtengeneza kuwa mtu aliyekataa kunyamaza wakati nchi yake inaangamia. Baadaye, kutokana na misururu ya mapambano, uthubutu na uwezo mkubwa wa kupambana na vikundi vilivyoikosesha amani Kongo, alipata jina la utani Foka Mike. Jina hilo liligeuka kuwa utambulisho wa ujasiri, ukakamavu na mtu ambaye haogopi msitu wala uwanda wa vita. Katika miaka ya 1990 na 2000, wakati mashariki ya Kongo ilitumbukia kwenye vita visivyoisha, Albert Kahasha aliamua kuchukua jukumu la kujilinda na kulinda watu wake. Akaungana na kundi la Mai Mai Mudundu 40, moja ya makundi yaliyokuwa na lengo la kulinda ardhi ya Kongo dhidi ya uvamizi na maslahi ya kigeni. Hapa ndipo jina Foka Mike lilipoanza kung'aa. Alijulikana kwa nidhamu kali, uwezo wa kupanga mikakati na kuzungumza lugha ya watu wa chini. Baada ya makubaliano ya amani na mchakato wa Brassage mwaka 2003, Foka Mike alijiunga na FARDC kama sehemu ya juhudi za kuunganisha makundi ya kijeshi ya taifa. Akapewa cheo cha kolonel, akianza sura mpya ya maisha kama afisa wa jeshi la nchi. Mwaka 2012, akiwa na tofauti nyingi na uongozi wa wachache jeshini, alijiondoa FARDC na kwa muda mfupi akajikuta akishirikiana na M23, lakini uhusiano wao haukudumu. Tofauti za kiitikadi, malengo na maono ya Kongo vilimfanya ajitenge haraka. Baadaye alipokea msamaha rasmi wa rais na akarudi FARDC ili kuendelea kujenga jeshi lenye nguvu katika upande wa mashariki. Baada ya miaka mingi ya misukosuko, jina Foka Mike lilibakia kuwa sehemu ya mjadala mkubwa wa mashariki ya Kongo. Katika kila kijiji, kila vichochoro na hata kwenye mikutano ya kisiasa, watu waliendelea kumtaja kama mtu ambaye safari yake haikuwa ya kawaida. Alikuwa kioo cha kile kinachoitwa mzaliwa wa vita, mtu ambaye maisha yake yalijengwa na mazingira yaliyokuwa nje ya uwezo wake, lakini bado achagua kupigania kile alichoamini. Lakini wakati wengi walitazama nyuma wakiona vita alizoshiriki, Foka Mike mwenyewe alikuwa anafikiri mbele. Hakuwa tena yule kijana wa msituni aliyejifunza kubeba bunduki akiwa mdogo. Alikuwa mtu mzima aliyeona dunia ikigeuka, aliyeona makosa ya kizazi chake na aliyeanza kujiuliza maswali magumu kuhusu mustakabali wa Kongo. Miaka ya hivi karibuni yalileta changamoto mpya. Uasi wa M23 ulirudi tena kwa nguvu, ukachoma vijiji, ukachukua miji na kuleta hofu mpya kwa watu waliozoea kuishi katika kivuli cha vita. Foka Mike, aliyewahi kuamini kwamba siasa ingeleta suluhisho, alianza kutambua kuwa ahadi za majukwani hazikuwa zikilinda watu wake. Hakuna hotuba iliyoweza kuzima vilio vya raia waliokuwa kikimbia mashambulizi. Hakuna makubaliano ya kisiasa yaliyoweza kuzuia damu iliyotiririka mashambani. Wakati majeshi ya waasi yaliposonga mbele, watu wengi wakaanza kumfuata, wakimwomba arudi tena mstari wa mbele kama zamani. Hawakutaka vita, walitaka ulinzi. Walitaka mtu ambaye angeweza kuzungumza lugha yao, kuelewa maumivu yao na kusimama nao wakati dunia ilionekana kuwasahau. Hapo ndipo Foka Mike aliamua kuchukua jukumu jipya, si kama askari wa zamani, si kama mwanasiasa, bali kama mzazi wa taifa. Aliamini kuwa Kongo iko kwenye kipindi cha maamuzi, aidha ipotee kwa mikono ya wageni au iwe nchi yenye watu wanaothubutu kupinga uvamizi kwa sauti moja. Katika hotuba zake alianza kuzungumza kwa sauti tofauti. Hakuhamasisha kwa hasira kama zamani. Alizungumza kwa uchungu, kwa uzalendo na kwa sauti ya mtu ambaye amechoka kuona kizazi baada ya kizazi kikifa bila sababu. Aliwaambia vijana kwamba mapambano yao sio tena ya kubeba bunduki peke yake, bali ya kubeba wajibu. Wajibu wa kulinda taifa, wajibu wa kulinda familia na wajibu wa kutetea jina la Kongo.
Katika wito wake kwa wananchi, alisisitiza kuwa uvamizi wa nje hauwezi kushindwa kama watu wanagawanyika. Alisema, Kongo ni mama mmoja na mama hapaswi kugawanyika. Kauli hii iligeuka kauli mbiu katika maeneo mengi ya Mashariki, ikimtambulisha si tu kama mpiganaji, bali kama msemaji wa umoja. Lakini tofauti na zamani, Foka Mike alichagua njia ya kushirikiana na jeshi la taifa. Alihimiza wapiganaji wa zamani wa Mai Mai kuacha vita vya kienyeji na kuungana na FARDC ili kuunda nguvu moja ya ulinzi. Hili lilikuwa jambo jipya kwa sababu aliamini kwamba vita vya Kongo haviwezi tena kupiganwa kwa makundi madogo, vinahitaji taifa lote kusimama pamoja. Katika safari hii mpya, alisimama kama mtu anayekataa kutishwa, anayekataa kutenganishwa na watu wake, na anayekataa kukaa kimya wakati nchi inakatwa vipande. Aliongea kuhusu heshima ya taifa, thamani ya ardhi na wajibu wa kizazi kipya. Aliwaambia vijana kwamba nguvu ya Kongo sio katika kubeba bunduki, bali katika umoja. Na japokuwa pepo wa siasa na vita uliendelea kubadilika, sauti yake ikawa kama nguzo, ikionya, ikihamasisha, na wakati mwingine ikilia kwa niaba ya wale ambao hawakuwa na nafasi ya kusikika. Sauti yake ikawa sauti ya kizazi kilichochoka vita, lakini kisichotaka kukaa kimya wakati uvamizi unaendelea. Katika misitu, katika vijiji, katika makambi ya wakimbizi na hata katika miji mikubwa, jina Foka Mike lilibeba maana moja: msimamo. Msimamo juu ya ulinzi wa nchi, msimamo juu ya utu, na msimamo juu ya ndoto ya Kongo ambayo haitawahi kutawaliwa na mtu mwingine. Hii imekuwa simulizi ya kiongozi anayebeba matumaini ya Mashariki na ndoto ya Kongo mpya. Lakini safari ya historia haishi hapa, inaendelea kupitia wewe. Kabla hujaondoka, subscribe, like na achia komenti yako hapa chini. Tueleze wewe binafsi, unadhani kama Foka Mike anapambana kwa Kongo ya leo, jukumu la kizazi chetu kwa Kongo ya kesho ni nini? Kabla hujaondoka, subscribe, like na achia komenti yako hapa chini. Tuonane kwenye simulizi inayofuata. Mimi ni Fredrick Juma. Usikose burudani zaidi. Subscribe sasa na share video hii kwa marafiki wako. Tembelea Juva TV Official kwenye Facebook, bonyeza link kwenye description na pata historia nyingi zaidi. Tutaonana kwenye klipi ijayo.